Ukisoma kitabu cha Yohana sura ile ya 3, Yohana sura ya 3 ule mstari wa 14. Haleluya, mwana wa Mungu. Yohana sura ya 3 mstari wa 14 mpaka ule mstari wa 15. Yohana sura ile ya 3 mstari wa 14 mpaka ule wa 15. Naomba nikusomee, mwana wa Mungu. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka wa shaba jangwani, mwana wa Adamu Yesu Kristo ameinuliwa. Anayemwamini anapokea uzima wa milele. Anayemwamini anakuwa na ushindi katika yeye. Nimekuambia Yesu Kristo ndiyo msingi wa safari ya maombi yetu. Tunakwenda kuomba, Yesu ndiye dira yetu. Aliinuliwa kama yule nyoka wa shaba. Tuko kwenye dunia ambayo ina changamoto kweli kweli. Naomba nikwambie, kama nilivyosema kwenye utangulizi, wachawi wapo, washirikina wapo, wanaotambika wapo, wanaotutafuta kwenye madhabahu zao makaburini wapo, wanatutafuta usiku, wanatutafuta mchana, wanatutumia magonjwa, wanaharibu uchumi wetu, wanavuruga ndoa zetu, wanavuruga afya zetu. Yupo Yesu, yupo Yesu, yupo Yesu. Natamani haya maneno ninayoyasema Mungu akusaidie rohoni mwako. Roho Mtakatifu azungumze na wewe. Yesu yupo. Aliinuliwa palima katika inuliwa pale Golgotha, kama yule nyoka wa shaba alivyoinuliwa wakati wana wa Israeli wanahangaika, wana wa Israeli wanaumwa na nyoka wa moto. Yeye Yesu aliinuliwa pale msalabani, wakamtemea mate, akazibeba laana zote, akazibeba kila aina ya dhihaka, akashuka kaburini akiwa na mavazi yaliyochafuka, ishara ya uchafu tuliokuwa nao, tuliokuwa tumechafuliwa na dhambi. Akashuka kaburini amejaa damu, amejaa yale mate aliyotemewa na waliokuwa wanajua wanamaliza. Lakini Mungu wa ajabu, Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu kweli kweli. Alizaliwa katika roho, kaburi lilimwachia. Baada ya siku 3 alifufuka, akawa amevaa mavazi meupe. Hata Mariamu alipomsogelea mshike akiwa na mavazi ya kumetameta, Yesu mwana wa Mungu akamwambia, usinishike Mariamu. Maana yake hapa Yesu alikuwa anazungumza na Nikodemo. Nikodemo huyu Myahudi aliyekuwa ana mashaka sana juu ya misingi yao, ya sheria zao. Alipokutana na Yesu na miujiza ya Yesu, akasema pamoja na kwamba tunazo sheria zetu, wacha, kuna kitu cha maana kwa huyu baba. Akamfuata usiku, akamfuata Yesu usiku, wakazungumza. Nikodemo anatamani aokoke, Nikodemo anamtamani Yesu, lakini sheria zinambana, anawaogopa wenzake watamwangamiza. Akaenda usiku, akakutana na injili ya Yesu, anaambiwa zaliwa mara ya pili, zaliwa mara ya pili. Wakati wakiwa kwenye mazungumzo hayo, ndipo Yesu anamwambia Nikodemo, anamwambia kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka wa shaba, alivyomwinua yule nyoka wa shaba jangwani, ndivyo hivyo mwana wa Mungu Yesu Kristo naye hivyo hivyo atainuliwa. Kila amwaminie, kila mchaye, kila mkimbiliaye ataokoka, ataurithi uzima wa milele. Nakwambia hata sisi tuko kwenye dunia ambayo ina nyoka wa moto, ina nyoka wa moto. Majaribu ni mengi, mateso ni mengi. Tuko kwenye dunia ina kila aina ya vitisho, tunapigwa kama nilivyokuambia. Yupo Yesu mwana wa Mungu. Kwa hiyo pepo nyoka anapotumwa aje kwetu na nguvu za laana yake, ili
tulaaniwe katika maisha yetu ya kiuchumi, tutembee kwa tumbo, tuchukiwe kama anavyochukiwa nyoka, adui zetu watafute kutupiga, kutugonga visigino, tumalizwe kama ambavyo tunamaliza nyoka. Tunapokuwa na Yesu, nguvu ya laana juu yetu haipo tena. Kwa hiyo mwana wa Mungu, naomba twende kwenye namna ya kuomba. Tunakuwa na hatua za kuomba, na hatua ya kwanza ambayo tutaanza nayo ni maombi ya kukataa laana. Naomba nikupeleke kidogo hapa. Laana ya namna gani? Bwana asifiwe sana. Laana ya namna gani hii hapa ambayo Ibilisi alipigwa nayo, nyoka alipigwa nayo? Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 ule mstari wa 14 na ule mstari wa 15. Biblia yangu inaniambia hivi: Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hiki ndicho ambacho kimebebwa na roho ya nyoka. Kwa hiyo tunapoingia kwenye maombi, lazima twende na neno linalosema sisi sio walaaniwa tena. Kataa laana kwa jina la Yesu. Kataa laana kwa mamlaka ya Kristo. Tumeona kabisa, naomba nikusomee neno hili katika Wagalatia, ndio msingi wa maombi yetu. Hafu tunaomba, jiandae, tunakwenda kuomba kweli. Sikiliza hapa, tunapokataa laana, neno la Mungu linasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Ili kwa mtu amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Baraka ya Ibrahimu aliambiwa uzao wake utamiliki mataifa. Atakaye walaani wana wa Ibrahimu atalaaniwa yeye. Ibrahimu alinenewa baraka. Ile baraka ya Ibrahimu iliondolewa kwa nguvu ya dhambi, tukafunikwa na nguvu ya dhambi, imerudishwa na Yesu Kristo. Yesu amekuja kuirudisha baraka ya Ibrahimu. Tunapomwamini Yesu, baraka ya Ibrahimu inakuwa sehemu ya maisha yetu. Nguvu ya laana, kutembea katika tumbo, kupondwa visigino, kupigwa visigino, kulaaniwa na kuinuliwa roho ya chuki, haipo tena tukiwa na Yesu. Nikiwa na Yesu nijiandae kupendwa. Nikiwa na Yesu nijiandae kuwa na kibali. Nikiwa na Yesu nijiandae kuheshimiwa. Nikiwa na Yesu nijiandae hakuna wa kunilani. Huo ndio msingi.